Online TV. Mheshimiwa Edward Mpogolo, mkuu wa wilaya ya Ilala ambaye unamwakilisha mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Hassan Mcha Hassan, naibu kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, wakuu wa idara wote walioko hapa kutoka mamlaka ya mapato Tanzania, viongozi wote wa meza kuu na viongozi wote ambao mmeambatana na jopo la mkuu wa wilaya, watumishi wenzangu wa mamlaka ya mapato Tanzania, wanahabari, mabibi na mabwana na wote ambao tumehudhuria. Kodi yetu kwa niaba ya wanawake wote ambao ni watumishi wa mamlaka ya mapato, napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe binafsi na uongozi wa mamlaka kwa kuendelea kutuunga mkono katika juhudi za kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kijamii zinazolenga maendeleo ya jamii kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, Siku ya Wanawake Duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 8 Machi, ikiwa ni fursa ya kutambua mchango mkubwa wa wanawake katika maendeleo ya jamii, kiuchumi na kisiasa. Aidha, kwa upande wetu, siku hii hutukumbusha wajibu wetu wa kuendelea kushirikiana katika kujenga jamii yenye usawa, fursa na ustawi kwa wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulianza maadhimisho ya siku hii ya jana. Tulianza maadhimisho haya jana kwa uzinduzi wa jukwaa la wanawake na kodi ambalo limelenga kutoa elimu ya kodi kwa lugha rahisi kwa vikundi vya wanawake wajasiriamali nchi nzima na kuwawezesha kukuza biashara zao na hatimaye kuwa rasmi na kuchangia uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wanawake watumishi wa TRA tumeona ni vema kusherehekea kwa vitendo kwa kugusa maisha ya wananchi wenzetu, hususan katika sekta ya afya ambayo ni muhimu kwa ustawi wa jamii. Ndio maana leo tumekusanyika hapa kukabidhi vifaa tiba vinavyolenga kusaidia kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wanawake wa TRA tunaamini kuwa afya bora ni msingi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Wanawake ni nguzo muhimu katika familia na jamii. Tuna mchango mkubwa katika kulinda na kuimarisha afya ya familia na jamii kwa ujumla. Hivyo, kupitia mchango huu mdogo wa vifaa tiba, tunaamini kuwa tutachangia juhudi za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan na kuwasaidia wahudumu wa afya katika kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake wa TRA tunaendelea kujivunia kuwa sehemu ya taasisi inayojali ustawi wa jamii. Mbali na kutekeleza majukumu yetu ya msingi ya kukusanya kodi ya mapato ya serikali, pia tunatambua wajibu wetu wa kurudisha kwa jamii sehemu ya mafanikio tunayoyapata katika kazi zetu. Tunapenda kuwahimiza wanawake wote kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kushiriki shughuli za maendeleo, kusaidiana na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha maisha ya wananchi. Mwisho, tunapenda kukushukuru wewe binafsi na uongozi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kukubali kuwa sehemu ya maadhimisho haya ya Siku ya Wanawake Duniani. Vile vile napenda kumshukuru kamishna mkuu na viongozi wote wa mamlaka ya mapato, watumishi wenzangu pamoja na wadau wote waliojitoa kushiriki katika kufanikisha tukio hili. Tunaamini vifaa hivi vitatumika vizuri na vitasaidia kuongeza ubora wa huduma za afya kama ambavyo vimekusudiwa. Pamoja tunajenga taifa letu. Asanteni kwa kunisikiliza. Ndugu Nahodha Pandu, kaimu mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala, katibu tawala Bibi Felesina Nkane, mwakilishi wa wanawake TRA,
Dina Edward, mkurugenzi wa fedha, wakuu wa idara mlioshiriki, mameneja, kuna manaibu wakurugenzi, wageni waalikwa, mabibi na bwana, habari za asubuhi. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha tumekutana asubuhi hii tukiwa na afya njema, na nichukue fursa hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kukushukuru wewe binafsi kwa dhati kwa kubali kuwa mgeni rasmi katika tukio hili la leo la kukabidhi vifaa vya hospitali ambavyo ni viti mwendo 100 na vifaa vya kutenga maeneo ya wagonjwa hospitalini 55 kwa ajili ya kutumika katika hospitali za mkoa wa Dar es Salaam. Kama alivyosema mwakilishi wa wanawake, tumetoa vifaa hivi vyenye thamani ya milioni 40 ikiwa ni sehemu ya kuwajibika kwa jamii wakati huu dunia inapoelekea kuadhimisha siku ya wanawake duniani hapo kesho tarehe 8. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mwaka huu wa 2026, TRA imeamua tusogeze karibu zaidi na jamii kwa kuwa ni kutoa mchango wa moja kwa moja wa kutatua changamoto za kijamii kama hii ya afya, ili kusaidia makundi yenye uhitaji maalum. Hii inaongeza imani na mtazamo chanya wa taasisi na serikali pamoja na kuimarisha utayari wa kulipa kodi kwa hiari. Aidha, kurudisha kwa jamii inaonyesha kuwa TRA inatambua mchango wa walipa kodi na kuthamini ushiriki wao katika maendeleo ya taifa na kujenga uhusiano na ushirikiano wa karibu na walipa kodi. Nichukue fursa hii kuwashukuru walipa kodi wote wa Tanzania kwa ushirikiano mkubwa na utoa kwa mamlaka ya mapato Tanzania. Naomba kuwapongeza sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na jukumu lake la kukusanya mapato ya serikali, mamlaka ya mapato Tanzania kama taasisi ya umma inawajibu si tu kuhakikisha makusanyo yanafikiwa, bali pia kujenga uhusiano imara na jamii inayochangia mapato hayo. TRA tunaamini kwamba wananchi wanaposhuhudia manufaa ya kodi katika maisha hali halisi, ikiwa ni pamoja na misaada ya kijamii kama hii tunaoitoa leo, wanaona thamani ya kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Sambamba na hilo, kurudisha kwa jamii pia inaimarisha taswira ya taasisi, kwa kuwa taswira bora ni mtaji muhimu katika mawasilisho ya kimkakati na ujenzi wa taasisi. Na kwa kusaidia sekta kama afya, TRA inachangia moja kwa moja ustawi wa jamii. Mamlaka ya mapato Tanzania imekuwa ikijihusisha kikamilifu na masuala ya kijamii kama sehemu ya uwajibikaji wake kwa jamii, na haifanyi kama ni jambo la ziada, bali ni sehemu ya kujenga mfumo wa kodi unaotegemea imani, ushirikiano na uwazi kwa walipa kodi, na ndio msingi wa mafanikio ya kukusanya mapato na maendeleo ya taifa. Kwa kutambua maendeleo ya taifa hayaishii kwenye ukusanyaji wa kodi pekee, ndio maana mamlaka ya mapato Tanzania inakabidhi viti mwendo hivyo na vifaa tiba vitakusaidia kuboresha huduma kwa wagonjwa katika hospitali za mkoa wa Dar es Salaam. Hatua ya kukabidhi vifaa hivi ni kielelezo cha dhamira TRA ya kurudisha thamani kwa jamii. Ni ishara kwamba
kodi zinazokusanywa zinagusa maisha ya watu moja kwa moja na si kuwezesha miradi mikubwa ya maendeleo tu, bali pia katika kugusa mahitaji ya msingi ya wananchi. Kwa kufanya hivyo, TRA inaendelea kuonesha kuwa ni taasisi inayowajibika kwa jamii, inaojali ustawi wa wananchi na inayochangia maendeleo endelevu ya taifa letu. Ni matumaini yetu kuwa vifaa hivi vitasaidia sana katika kufungua milango ya fursa, kuimarisha maisha ya wengi watakaopata huduma za afya kupitia katika hospitali zetu za mkoa wa Dar es Salaam. Mamlaka ya Mapato tunafurahi kuwa ni sehemu ya kushiriki katika kuboresha huduma za afya katika jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya machache, naomba sasa nikukaribishe mgeni heshima uje uzungumze na hadhara hii kwa niaba tana hapa katika ukumbi huu wa Karimjee kwa tendo moja ambalo ni tendo la huruma, ambapo ndugu zetu wa TRA chini ya kamishna mkuu ndugu yetu Yusuf Mwenda ambaye amewakilishwa na naibu kamishna mkuu Mcha Hassan Mcha kukabidhi vifaa tiba kwa ajili ya halmashauri zote katika mkoa wa Dar es Salaam. Hivyo sisi kama wana Dar es Salaam na kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam tumetumia nafasi hii siku ya leo kuwashukuru sana Mamlaka ya Kodi Tanzania TRA kwa kitendo hiki ambacho wamekifanya, kitendo cha huruma. Lakini pia tumetumia nafasi hii kuwapongeza sana TRA kwa kazi kubwa ambayo wameifanya katika kipindi hiki chote ambapo makusanyo yao yameendelea kukua. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita 25-26, Mamlaka ya Kodi Tanzania imepata zaidi ya trilioni 32 sawa na 103.7. Hivyo ni mapato makubwa, lakini mamlaka hiyo haijaishia hapo hapo, lakini imeona ni vizuri kutoa sehemu ya mapato yake, sehemu ya matumizi yake kama taasisi kurudishia umma ambao unaizunguka katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, ambapo imeweza kutoa vifaa tiba. Mmeona viti mwendo zaidi ya 100 pamoja na hizo vivyo vya kuzungushia kwenye vitanda zaidi ya 55. Hivyo ni kazi kubwa ambayo TRA wameifanya, lakini pia tumeendelea kuwapongeza Mamlaka ya Kodi Tanzania kwa mafanikio makubwa ambayo wameyafanya licha ya kuwa na mapato makubwa katika kipindi hiki. Lakini pia Mamlaka ya Kodi Tanzania imekuwa karibu sana na jamii, kwanza kwa kutengeneza mifumo rahisi ambao walipa kodi wanaweza sasa kulipa kodi kwa kutumia mifumo hiyo rahisi. Lakini la pili, kwa kufikika katika umma. Sehemu mojawapo ya kufikika kwenye umma ni hii ya kuwa karibu na umma. Imeanzisha klabu, imeanzisha timu za mpira, lakini viongozi wa Mamlaka ya Kodi Tanzania wakiongozwa na kamishna mkuu wamekuwa wakifanya ziara mbalimbali, lakini wakikutana na walipa kodi mbalimbali, lakini pia wakitoa huduma. Lakini tumewapongeza Mamlaka ya Kodi, wameanzisha dawati maalum ambalo litakaowafanya walipa kodi au wanaojifunza kwenye kodi kukutana na mamlaka husika. Lakini pia tumeonyesha kabisa miaka ya nyuma Mamlaka ya Kodi Tanzania TRA ilikuwa ni ngumu sana kufikika na kuikuta inafanya mashindano mbalimbali, michezo mbalimbali au inashiriki kwenye umma. Ni watu ambao walikuwa untouchable, kupatikana ilikuwa ni shida. Lakini kwa sasa unaiona kabisa ni mamlaka ambayo iko miongoni mwa watu, lakini pia hata mafanikio ya makusanyo ya kodi yameendelea kupatikana bila kushikana mashati au bila kupelekana mahakamani. Hivyo tumeendelea kuwapongeza. Lakini kwa leo tumewapongeza kwa kutuletea hivi vifaa tiba ambavyo nitumie nafasi hii kuhakikishia mamlaka kwamba vifaa hivi vitaenda kutumika vizuri kwenye hospitali yetu. Sisi tunachokiona ni dhamira ya Mamlaka ya Kodi ya kutoa hivi vifaa tiba ni ambao wanamuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo fedha nyingi amepeleka katika ujenzi wa miundombinu ya afya katika mikoa yetu mbalimbali, katika halmashauri zetu. Mfano tu halmashauri ya jiji la Dar es Salaam zaidi ya bilioni 107 Mheshimiwa Rais ameleta, ambao tumeweza kujenga vituo vya afya mpaka vya kisasa, tumeweza kujenga hadi vituo vya ghorofa. Unaona namna gani Mheshimiwa Rais amepambana, lakini pia na Mamlaka ya Kodi haijamwacha Mheshimiwa Rais, na wao wamekuja kutoa CSR yao kwenye eneo hilo la afya. Hivyo tuna kila sababu kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kuwashukuru, na tumewahakikishia leo kwamba kwa niaba ya mkuu wa mkoa
wetu wa Dar es Salaam na kupitia halmashauri zetu na watendaji wote na wakuu wa wilaya wote, tutaenda kutoa ushirikiano wa dhati kwa Mamlaka ya Kodi Tanzania ili yale malengo ambayo wameyaweka ya kukusanya kodi yafikiwe na yazidi, kwa sababu watakachokipata ndicho kinarudi kwenye jamii kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya afya, elimu, barabara na mambo mengine mengi. Asante. Asante sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.